Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hizi ni alama saba lau utakuwa nazo basi fahamu Allahu tabaraka wa taala yakupenda hata ukiwa wewe ni mtu wa maasi. Yaani hata ukiwa unamkosea sana Allahu tabaraka wa taala, ila lau utakuwa na alama hizi basi fahamu Allah yakupenda. Lau utakuwa na alama hizi au baadhi na wewe ni mtu wa ibada, fahmadillah ala dhalik. Yaani mshukuru sana Allah tabaraka wa taala kwa hilo na zidisha kufanya ibada. Ila lau utakuwa na hizi alama au baadhi na wewe ni mtu wa maasi, yani unamkosea sana Allah tabaraka wa taala, basi muone haya Mola wako, kwani Allah yakupenda sana na anakuhitaji uwe katika waja wake wema. Alama ya kwanza ni kuwa na qanaa, yani mtu wa kutosheka. Lau ukajipata una sifa hii, yani si mtu wa kutamani tamani, si mtu ukiona kitu unatamani ni chako, ukiona nyumba nzuri unatamani ni yako, ukiona mtu ana kitu kizuri yani unakuwa ni mwenye kutamani tamani. Kama hauna sifa hii basi fahamu Allahu tabaraka wa taala anakupenda, kwani sifa hii ni mbaya mno. Allah amesema ndani ya Qur'an, wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, yani msio wenye kutamani vitu venye Allah amewafadhilisha baadhi yenu kwa baadhi. Ukiona mtu amepewa hiki unatamani ungekuwa ni chako. Bali kuna sahabiyun jalil alienda kwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, yani niambie jambo ya Rasulullah, lau nitalifanya Allah atanipenda na watu watanipenda vile vile. Rasulullah akamwambia, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ukitaka Allah kupenda ipatie mgongo dunia, basi Allah atakupenda. Yani fanya kama dunia hauna haja nayo, si mtu mwenye kutamani sana vya dunia, Allah atakupenda kwa jambo hilo. Kwa lau utajipata una sifa hii ya kukinai, yani si mtu mwenye kutamani vya watu, basi fahamu Allah anakupenda. Ama alama ya pili ni kupenda kuwasaidia watu. Yani unapomwona mtu ana shida, uona mjua au humjui, maadamu shida ile ipo ndani ya uwezo wako, unakuwa tayari kumsaidia. Tena wakati mwingine mtu akikueleza shida yake, hata ukiwa pengine na wewe ulikuwa na shida kama hiyo, unaanza kusahau ile yako na unakuwa tayari kumsaidia yule mtu, basi fahamu Allah anakupenda. Kwani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas, yani wale watu wenye kupendeza zaidi kwa Allahu tabaraka wa taala, wale watu Allah anawapenda zaidi ni wale watu wenye kuwasaidia watu. Anfa'uhum lin-nas, wanapenda yani kuwasaidia watu, kuwanufaisha watu. Kwa hiyo lau utakuwa na sifa hii basi fahamu Allahu tabaraka wa taala yakupenda. Ama alama ya tatu ni kupenda ibada za sunna. Lau utajipata una alama hii au una sifa hii basi fahamu Allahu tabaraka wa taala yakupenda. Yani kama ni swala, wewe hauswali swala faradhi tu, bali unapenda kuswali qablia, na utakaposwali sala yako faradhi hautoki mpaka uswali baadia, au pengine ni swala ya dhuha, yani ibada za sunna unapenda. Kama ni funga, unafunga Jumatatu, Alhamisi, unafunga ayyamul bid, unafunga siku ya Arafa, yani unapenda hizi ibada za sunna, kwa sababu watu wengi wanapenda kuzitafuta sunna si ili wazifanye bali ili waziache. Yani yeye anapenda sana kuuliza, hivi ibada hii ni lazima au ni sunna? Akishasikia tu ni sunna basi ona hii si muhimu. Yani watu wanaitafsiri sunna ni kama si muhimu kufanya. Lau utajipata wewe unapenda sana kuzifanya hizi ibada za sunna, basi fahamu Allahu tabaraka wa taala yakupenda. Kwa hadithul qudusi mwenyewe Allahu tabaraka wa taala anasema, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ama alama ya nne ni kumpenda mtu kwa ajili ya Allah. Kuna watu utamsikia, mimi fulani simpendi. Kwa nini humpendi? Simpendi tu kwa sababu anajifanya yeye ni mtu wa dini. Yani hampendi fulani kwa sababu ni mtu mwenye anapenda pengine mawaidha, au kila wakati mtu akuleta istighfar, au ni mtu wa kufunga funga, ndio anasema simpendi kwa sababu yule ni mtu anajiona ana dini au anajifanya ana dini. Yani hiyo ndo sababu unamchukia. Basi leo utamchukia mtu kwa sababu hiyo, basi fahamu Allah naye pia anakuchukia, kwa sababu Allah anasema katika hadithul qudusi, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya. Lakini leo utampenda mtu kwa ajili ya Allah, yani nampenda mashallah kwa sababu yeye anaziswali sala tano, au ni mtu anapenda sana kutoa mawaidha, au anapenda sana kusikiliza mawaidha, au ni mtu mwenye anapenda sana kufunga, yani anampenda mtu kwa ajili ya Allah, basi naye Allahu tabaraka wa taala pia naye yampenda. Kwa hiyo lau utakuwa na sifa hii ya kumpenda mtu lillah, kwa ajili ya Allah, basi naye Allah tabaraka wa taala pia naye yakupenda, kwani Allah amesema kwenye hadithul qudus, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya. Ama alama ya tano ni kuhifadhi sala, yani kuswali sala tano kisha kwa wakati wake. Lau utajipata na sifa hii ya kuhifadhi sala, yani haijalishi utakuwa bize kiasi gani, maadamu muda wa swala umefika, kazi inasimama, lazima ukaswali, basi fahamu Allahu tabaraka wa taala yakupenda. Si yule mtu mwenye lazima endelee na kazi yake, hajali hata muda wa sala ukapite kaingia sala nyingine, yeye hajali mpaka amalize kazi zake. Huyu
hajapata mapenzi ya Allah tabaraka taala. Ila wewe mwenye kuhifadhi sala, basi fahamu Allah tabaraka taala yakupenda. Ama alama ya 6 ni kudumu na ibada. Yani lau utakuwa na ibada yoyote ile, hata ikiwa unaiona ni ibada ndogo, lakini unadumu nayo, yani unaifanya kila siku, hata ikiwa ni la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah unazileta 100 au unazileta hata 10 tu, lakini ni kila siku, ni subhanallah 100 au ni astaghfirullah 100 au ni la haula wala quwwata illa billah unazileta 10 tu, ila ni kila siku, basi fahamu Allahu tabaraka taala yakupenda. Kwani Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasema ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla, yani amali bora yenye kupendeza zaidi kwa Allahu tabaraka taala ni ile yenye kudumu hata ikiwa ibada ile ni ndogo. Kwa hiyo si ile ibada tu yenye kupendeza kwa Allah, bali hata huyu mwenye kuifanya ibada ile anakuwa ni mwenye kupendeza kwa Allahu tabaraka wa taala, ni Allah tabaraka wa taala yampenda mtu huyu. Ama alama ya 7 na ya mwisho ni kumtaja Allahu tabaraka wa taala kwa wingi. Yani mdomo wako umezoea sana kumtaja Allahu tabaraka wa taala, kila wakati wewe ni subhanallah, mashallah, alhamdulillah. Yani hata kitu cha kawaida tu lazima utasema subhanallah au alhamdulillah au astaghfirullah. Atikwa ni simu tu subhanallah, yani kitu kidogo lazima unamtaja Allahu tabaraka taala, mdomo wako ushazoea. Lau utajipata una sifa hii, basi fahamu Allahu tabaraka taala yakupenda.